ya kutibu ni tofauti. Huko kwenye PID si nitafundisha sana. Nataka leo ni concentrate kwenye maeneo maungo mawili. Hapa kwenye uke na hapo kwenye shingo ya kizazi. Ni vitu gani viko hapo? Ni infection gani zinazotusumbua na namna gani tuzitibu? Vizuri, mgawanye mwanamama katika makundi matatu. Kundi la kwanza kabla hajabalee, kundi la pili kwenye balee mpaka anapofika kipindi kile cha ukomo, na kundi la tatu ni kundi la ukomo mpaka mwisho huku. Sasa haya, kundi la kwanza ambalo ni kabla hajabalee tunaita prepubertal. Sasa alafu hii balee tunaita reproductive age. Alafu huku mbeleni huku tunaita ni menopause. Sasa katika mazingira hayo yote matatu kuna mabadiliko ambayo yanapita katika mfumo wake wa uzazi na kuna infection ambazo zinagusa katika upande huo. Sasa katika introduction yangu hapa nitaelezea about introductions kama nilivyoieleza. Nitaangalia normal defense ya vagina, ya kwamba Mungu alivyotuumba pia kwenye uke kuna mechanism ya kujilinda yenyewe. Sawa? Kuna hiyo normal defense. Lakini tutaangalia bakteria ambao wanapenda sana kutushambulia katika mfumo wa uzazi. Tutaangalia aina ya fungus ambao ni candidiasis ambao wanatusumbua katika njia ya uzazi. Tutaangalia trichomoniasis. Sawa? Hawa ni kama ni protozoa wanaotusumbua. Lakini hapo ni upande wa mfuko wa upande wa mji wa uke tu peke yake. Tukipanda juu ya uke kidogo tutakutana na kiungo kinachoitwa shingo ya kizazi. Hiyo shingo ya kizazi ndio tutaiongelea kitu kinaitwa cervicitis. Kuna kitu gani? Yaani maambukizi yameshatoka kwenye uke yameenda mpaka kwenye shingo ya kizazi. Lakini pia nitaelezea ile syndromic approach treatment. Namna gani tuna treat haya magonjwa. Sawa, move. Katika classification ya kuangalia genital infections, kuna infections ambazo zinatokea only kwenye vagina, tunaita vaginitis. Kuna infection ambazo zinatokea kwenye shingo ya kizazi, tunaita cervicitis. Lakini baada ya shingo ya kizazi ujue tuna mji wa mimba, alafu baada ya mji wa mimba tuna zile tubes ambazo ni fallopian tubes, lakini nje ya fallopian tubes kuna ovary na pouch of Douglas. Sasa infection ambayo itatokea ndani ya mji wa uzazi na kuendelea huko juu tunaita ni pelvic inflammatory disease. Na pelvic inflammatory disease is broad things ambao watu wanasema hii ni PID bwana, na PID. Kwa unapoongelea PID ni maambukizi ambayo yameshavuka kwenye uke, yameshavuka kwenye cervix, sasa yako either kwenye endometritis au kwenye hydrosalpingitis, zile tubes zimepata shida, au kwenye cervix yenyewe. Lakini pia haya maambukizi ya PID nadhani tunayaongelea, lakini yanaweza kumove yakaingia kwenye tumbo la mfumo wote wa tumbo kwa kawaida ukapata peritonitis, lakini sometimes yana move yanaenda mpaka kwenye ini unapata hepatitis. Kwa hiyo unavyosema PID sio kitu kidogo sana, ni kitu kikubwa sana na kina grade zake sasa hivi. Tumeweza kuna grade 1, grade 2, grade 3 za PIDs na namna ya kutibu ni tofauti. Huko kwenye PID si nitafundisha sana. Nataka leo ni concentrate kwenye maeneo maungo mawili. Hapa kwenye uke na hapo kwenye shingo ya kizazi. Ni vitu gani viko hapo? Ni infection gani zinazotusumbua na namna gani tuzitibu? Tuko pamoja? Sasa tukija kwenye upande wa vaginitis. Vaginitis maana yake naongelea ule uke tu. Tuna vitu vitatu viko pale. Tuna bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis ambao kwa sasa hivi diagnosis wanasema ni BV. Bacterial vaginosis. Hawa ni bakteria ambao wanashambulia ule mfumo wa uzazi. Lakini what kind of bacteria? Ni wale bakteria salama ambao Mungu ametupatia watulinde, wanabadilika kuwa bakteria hatarishi. Tunaita bacterial vaginosis. Na bacterial vaginosis sio magonjwa ya zinaa. Sawa. Mimi sitaki nikakuona wewe umekuja kliniki kwangu, nikagua ile bacterial vaginosis, nikaanza kukwambia kalete na mume wako, kalete na huyu. Hapana, nitakutibu na utapona kwa sababu ni wale wadudu wako wenyewe wamebadilika mazingira ya pale, yale mazingira ile defense imetoka ukapata infections. Lakini tukitoka hapo tuna candidiasis. Candidiasis hawa ni fungus. Na wenyewe wana presentation yake hapo kwenye uke. Lakini tukitoka kwenye uke pia tuna trichomoniasis ambayo tunaita TV. Trichomoniasis hii TV sasa haya ni ukiona mtu wa maabara amekwambia kuna TV pale, lazima partner aje. Sasa jamani,
Tukitoka kwenye uke sasa, classification ya pili ni hapo kwenye cervix. Sawa? Na kwenye cervix kuna vitu viwili tu. Kuna chlamydia, kuna mdudu yote anaitwa chlamydia. Kwa hiyo kuna mtaalamu wa maabara hapa. Mtaalamu wa maabara ukiisolate chlamydia kwangu ninajua I'm dealing with cervicitis.